Okay, kwa pilipili zake jinsi zilivyo tofauti na vile tulivyozoea pilipili umbile lake lilivyo. Okay. Kama Lakini ukila zinawasha. Okay, so pilipili unaipata kwenye majani. Okay, bwana. Nimeshazoea pilipili tunda lakini leo tumekutana na pilipili jani. So hili jani ni pilipili lakini haya ni matunda. Je, haya yanaliwa? Okay, bwana nimeambiwa ni test ya nzuri. Sina hela hapa, sina hela nyumbani. Ndio njano. Okay. Wanangu, chakula bungo. Kama bungo. Bwana letu ni toboa la Minaki. Jina Minaki kutokana na mtu wa Minaki. Ila historia yake ya nyuma kidogo kifuatilia bwana kunaitwa ushoroba. Jina la ushoroba jina yake sio tafsiri nzuri. Wala asoma na nzuri, tafsiri yake ni kwa chochoro kwa koldo. Kwa wakatoa jina la ushoroba waka jina Minaki. Minaki ni mti. Na mti ni kivutio, ni mti penda na historia yake. Tutaona kule tukipanda hiking, tukimaliza tukienda view kwenye caves, tutaona huo mti. Pia hapo letu na urefu kilomita 1.2. Kama unaweza ukaangalia inaanzia mwanzoni mpaka kule mbele kilomita 1.2 na hadi kwenda chini maximum ni mita 5 mpaka 6. Kwenye bwawa hili haturuhusu swimming aina yote. Swimming aina yote haturuhusu. Sababu unaweza kuogelea sana, kama unaweza kuogelea. Kwa sababu kwenye bwawa hili kuna tope, kuna visiki. Maana bwawa hili ni nature, so artificial. So kuna muda kipindi cha nyuma liliongeza kidogo kulichimba, sababu kwa nalichimba ile miti visiki libaki ndani ya bwawa. Kwa kashinda kuitoa, maana mtu swimming aina yote haruhusu. Chemseti tunaweza kusema tofauti na chemseti nyingine. Kama mmeweza mkaangalia mazingira hapa ni tofauti. Mazingira na wageni wanayapenda sana. Tofauti na sehemu nyingine. Kwanza kumetulia, hakuna kelele. Japo kuna restaurant ipo hapo. Ila ya boy wageni. Sauti yake iko chini. Mgeni yote akija atajisikia faraja, amani kulala hapo. Hamna wadudu kanyoka hapa watalisha maisha ya watu. Kwa eneo hili? Eneo hili wadudu wapo ila hawezi kumdhuru mgeni yeyote. Na wadudu ni wengi, kuna nyoka. Ila campsite hii ni kusogea si rahisi. Maana mgeni anapofanya camping kuna kitu kinaitwa bonfire kama mnakifahamu, tunawasha moto. Ile bonfire unawasha moto unafuza wadudu. Wadudu wakali walinyoka na kimbia, maana wadudu hawapendi moto, moshi kwa inafukuza. Pia bonfire inasaidia kwa wageni ambao hawapendi kulala, wanataka story, kesha. Ile kampani watu wengine moto unasaidia. Pia muda mwingine kama kuna baridi kidogo, japo hamna baridi, ni upepo tu wa kawaida, joto fulani hivi. Kwa mgeni ana enjoy zaidi kwa kutosha. Yaani msimu, maana msimu unalindwa na mizimu. Kwa usali wa upande wa mizimu kuna pango la mzimu Mavuga, inaitwa spiritual cave au Mavuga spiritual cave. Kwenye hilo pango kuna sheria zake, taratibu. Nisingie sana kwenye pango, utafika huko utaona. Pia hapa hii ni ya 2x2 au 1x2. Hizi tent. Kwanza tuna tent aina mbili. Na tent hizi ndogo na zile kuna kubwa yake. Hizi ndogo kwa watu wanaanza kulala kuanzia watu 2 mpaka 4 mwisho. Ila kuna ile kubwa watu wanaanza kulala kuanzia 6 mpaka 8. Na pale hii tent ndogo per day inalipa shilingi 15,000. Hajalishi mwa 2 watatu mtalipia huduma ya tent. Na ile tent kubwa per day ni shilingi 20,000 kwa masaa 24. Kwa mkiwa 5, 6, 7 mnalipia huduma ya tent shilingi 20,000. Hajalishi so pia mmoja atalipia 20,000 hapana. Na tent hizi zipo tofauti. Kuna camping aina nyingi kwenye hifadhi yetu. Kuna bamboo 1, kuna bamboo 2, kuna mzambarauni. Pia campsite nyingi wanapenda ni bamboo 2. Sasa je, utaratibu hapa kwamba nimetoka katikati ya hifadhi mimi bado mkono inakuwa kwanza inategemea na mgeni yuko katika situation gani. Maana kabla hujafanya hiking yote lazima kwanza mgeni muonyeshe washroom. Akienda washroom na mimi safari inakuwa vizuri. Ila akisema iko fiti katikati ya pole baka tokea kwa bahati mbaya emergency labda kwa haja ndogo
Kwa labda kwa maboy anaweza kujisiri kwa dakika 2 na simu kidogo. Kwa salamia kwa kina dada ni hapana, sio rafiki sana. Lakini sheria zinaruhusu? Sheria ziruhusu, haziruhusu kabisa. Maana tunapofanya hiking kwanza mbele lazima muoneshe washroom cha kwanza kabisa, kila kitu amalize chini. Maana huko juu tunapoenda mna washroom, na sio hifadhi, karibia hifadhi zote hiking yote huko juu kuna washroom, labda in case ikatokea emergency yoyote. Na ni nzuri kwa mwanaume sio mwanamke. Sio mwanamke. Okay. Let's do hiking. Hiking. Na hiking yetu ina urefu wa kilomita 1.32. Hata 2 hazijafika. Kilomita 1.32 hiking. Na hata 2 hazijafika. Kwao ni chache tu. Bwana ni mazoezi kwa. Na kwa kutembea ni speed yetu, tunataka kupanda kwa dakika 30, dakika 40, dakika 5 au saa moja. Okay. Pia huko njiani kuna vitu vingi vya kujifunza, vitu vingi vya kuona. Tutapata historia, hifadhi ya Puka Zinzumbu kutokana na nini? Nini Pugu kutokana na nini, Kazi Zinzumbu ni nini? Sababu kutoka njiani. Pia njia hii tunataka tukatembea kwa aina mbili, tukatembea kama nyani miguu na mikono. Kwa maana mikono minne au tukatembea kama nyoka. Kwa maana yake hapa kuna uwezo wa kutembea kama nyoka, kama nyani, kama binadamu kwa miguu. Ni wewe mwenyewe jinsi ya kufanya ufike kule juu kwenye view. Long kwamba hakikisha unafika juu. Unafika juu, umefika salama bila kuumia, bila shida yoyote. Sasa ipi ni shida, kupanda kushuka? Inategemea nawe mwenyewe balance yako ya miguu ikoje. Kwa ni mtu wa design gani ambaye atakiwi kuja? Labda mtu mwenye ugonjwa wa design fulani, mtu ambaye ana matatizo fulani atakiwi kuja kufanya hii aina ya hiking? Kwa mtu hapo ni kama ina tatu hivi. Ila mtu yote ambaye yuko fit, afya yake iko vizuri, nataka kama na ugonjwa kutembea, kija kidogo anakuwa na focus. Kasoro ile mlemavu ambao unaweza kupanda huko. Hiyo ni kidogo nichanganyike. Ile kama una pressure, una pumu, hiking hapo sio mateso. Ni mazoezi kidogo tunafanya mpaka juu. Bwana, kama una pressure, una pumu, hiking sio ngumu. Bwana wewe njoo. Tour guidance watakitisha unapanda hadi jiwe bwana. Kilomita 1.32 chache sana. Tuna kitu hapa tunataka tukiangalie. Ndio. Okay. Tunavyoangalia pande yetu hapa kuna mti unaitwa Mpugupugu tree. Kwa English au Kizungu inaitwa Miretian pugensis. Miretian pugensis. Okay. Mti ni mpugupugu. Jina hifadhi inaitwa Puka Zinzumbu. Neno pugu umetokana na mti unaitwa mpugupugu. Kipindi katika hifadhi inaanzishwa kipindi cha nyuma, eneo hili limetawaliwa na Wazaramo. Na Wazaramo walikuwa wanaishi eneo hili na bado wanaishi, ni bado wapo wengi. Japo wanaishi nje ya hifadhi, sio ndani ya hifadhi. Na mti kwanza unatumika kama ni dawa. Unatibu UTI, unatibu pressure, vidonda vya tumbo, malaria, magonjwa mengi unatibu mti. UTI unatibu dawa. Okay. Na dawa yake unachukua mizizi unachemsha au magome yake unakunywa kama chai, unaweza kunywa kwa siku mara 2 mara 3. Na pia unavyoona hapo ni mbichi, hujakauka. Ni mbichi kabisa. Kwa unaweza kusema kama umekauka. Hapana, ni mbichi. Unaweza kuangalia. Ukajaribu mzizi wake. Ile ni shina, mzizi ni chini. Ni tofauti na ua. Tofauti. Na mti unaweza kusema unique. Tofauti. Mti. Matawi yake uko juu. Na mti unavyokuwa unashindwa kujistahimili wenyewe. Unategemea mti mwingine. Na hata ukiangalia kwa pembeni pale, unajumlisha kwa mti mwingine. Mti unavyokuwa, ukishafika kule juu kama mpensheni unavyokuwa, unajitandaza kwenye mti mwingine. Na mti upo hivyo. Ukishafika kule juu, mti mwingine ule unakufa ukiwa mkubwa. Kwa mpugupugu ukiwa mkubwa. Ule mti mwingine unakufa, maana mti mwingine utakosa kila kitu, utakosa hewa, chakula, mwanga wa jua, kila kitu, maana unakufa na baki mti. Pia mti historia yake, jina hifadhi imetokana na mti mpugupugu. Walifupisha neno mpugupugu wakaweka neno pugu. Kwa hiyo jina hifadhi imetokana na mti mpugupugu. Pia Kazimzumbu ni kijiji kipo Kisarawe kwa chini. Wakachukua jina la kijiji na jina la mti. Kwa historia ya jina hili la Puka Zinzumbu. Neno pugu imetokana na kuna mti unaitwa mpugupugu, pia Kazimzumbu ni kijiji.